Lakini katika mambo muhimu pia yaliyotajwa hapa ni mambo ya miamala ambayo tunaishi nayo sisi kila siku. Twauza, twanunua, twakopa, twakopeshana yani, na miamala mingine, twaweka rehani na mingine. Sasa kuna mambo ya riba ambayo ni janga kubwa kabisa katika jamii yetu, kwa sababu pia ni katika mambo tulioletewa na wazungu. Wao ndio wameshika uchumi wa dunia. Kwa hiyo tuwekee bwana, kuna utaratibu huu utasaidia jamii. Riba nafuu, hakuna riba nafuu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riba zote ni riba mbaya. Mimi nitakusomea hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia dirhamu riba yaakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam. Dirhamu riba yaakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 36 zanya. Dirhamu moja tu ya riba, peni moja ya riba anayokula mtu ili hali anajua kwamba hii ni ya riba, hiyo ni mbaya sana mbele ya Allah kuliko kuzini mara 36. Ule hadithu sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Dirhamu moja, sikwambii laki moja, dirhamu moja, sikwambii milioni 100 unazozibeba kwa njia ya riba, ashaddu inda Allahi min 36 zanya. Unaweza kujiona uko sawa, yule bwana anywa mapombe tu, yule bwana mlevi tu, yule bwana mzinifu tu, wakajiona wewe uko salama na hali ya kuwa unakula riba. Hauko salama. Kwa hiyo ukawekwa mlango maalum utambue riba ni ipi na kanuni zake. Pia ujue kwamba kuna aljahlu bitamathul kalilmi bitafadhul. Mlango huo lazima ujue kwamba kumbe hapa riba tayari, na vitu vinavyoingia riba, zile anwaa ambazo zinaingia ndani yake riba usijue, na vile ambavyo hufanywa kiasi juu yake, ili uepukane na miamala mibovu ambayo itakuwa ni kikwazo kwako wewe katika dini yako. Siku ya khutba al-Jum'a nilitaja khutba hapa kuhusu masala ya dua na namna kwamba watu katika adabu za dua ni mtu kukitakasa kipato chake kiwe cha halali, kwa sababu kipato chako kikiwa ni cha haramu dua yako haitakubaliwa, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi السماء يقول يا رب يا رب ومأكله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, alimtaja mtu aliyerefusha safari akawa amekuja nywele timtimu, amejaa vumbi, amekatikiwa na safari yake, ni muhtaji, anahitaji. Baada ya kuwa amekatikiwa mtu huyu akawa amekuja pale nywele zake timtimu, akanyanyua mikono yake juu, anaomba dua, ya Rab ya Rab. Ule uhitaji wake na hali yake kuwa ni dhaifu hali, huyu ni mutari kwa upande fulani, alistahili kujibiwa. Lakini mtu huyu chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, mavazi yake ni ya haramu, yote ameyapata kwa njia ya haramu, kadhalika amelishwa haramu. Kwa hiyo yeye ghudhiya bil haram min nu'umati adhfarihi ila kibari munfiqan wa munfaqan alayhi, haramu juu ya haramu, wakati akipewa yeye kama mtoto na wakati akitoa yeye kama mzee, nyakati zote yeye anaendelea kula haramu. Sasa itawezekana vipi mtu kama huyu kukubaliwa maombi yake? Kwa maana kwamba hilo liko mbali, hayhat. Kwa tumeyasomesha haya ili pia watu wajifunze sehemu katika